mheshimiwa, leo natamani tujue historia kidogo, huku tunashushia matonge. Ndio. Historia ya barabara hii kidogo watu wajue na wengine ilikuwaje. Historia ya barabara hii kwa kweli ndio hawa mama zetu, dada zetu, bibi zetu walikuwa wanapata shida. Yaani walikuwa wanapata shida, ndio kuangalia sasa chakula kingi hapa kilikuwa watu walikuwa wanaumia, ni sasa ni watoto na kina mama zetu. Hawa kwa kweli tunaona huduma kubwa sana. Ndio. Maana ukienda kuangalia kama siku za Jumamosi, ndio siku ambazo watoto walibidi wanapumzika, lakini sasa ulazimishwa kuja kubeba mizigo ya miogo. Kwa kweli nilishukuru, yani niliomba Mungu nisaidie, tukaweka mchoro ndio kama unavyoona, nishirikisha wanaishi kama unavyoona hivi, nikawashirikisha, tukachimba barabara hapa kutokea Ilela mpaka Ndengele. Mpaka Ndengele, barabara kubwa kwa jitihada za kwangu na watu hao wananchi wako, na nyingine ikatoka Achani pale kaenda wapi Chinula. Kwa hiyo pale tuchimba barabara hizi sawa sawa. Kwa hizi zinawasaidia watu wa kijiji cha wastani wakati Mikalanga, inawasaidia walaizisha kufika Nyasa na kufanya shughuli zao za maendeleo. Sawa sawa. Waweza mwaga beach hapa lazima ni chama kabisa. Tatu mwenyekiti. Kwa hiyo akina mama ukiona leo hawa ndugu zetu walikuwa na tamaa ya kuoa mitana, hawana tamaa ya kuoa mitana. Mke mmoja anafanya kazi zote. Anafanya kazi zote. Sawa sawa. Vizuri kabisa. Kumbe na kama ulivyoona wewe mwenyewe. Chanzo cha kuoa mitana ilikuwa ni bovu barabara. Bovu wa barabara. Akina mama walikuwa wameshachakaa kubeba mizigo mingi. Lakini sasa walikuwa wamechakazwa. Sasa wanaume wanatamani tena kupata mke mwingine. Leo mheshimiwa nimependa hiyo mwandishi wa habari uchukue. Mheshimiwa amesemaje? Amesema barabara imepunguza. Chanzo cha mitala huko ilikuwa ni barabara, bovu barabara. Lakini sasa barabara hii imepunguza wakazi wa Ilela kuto kuoa wanawake wawili mpaka watatu, na ilikuwa tamaduni yao toka zamani. Wake zao sasa wananawili. Wanapendeza. Ni kweli. Sawa sawa. Hiyo nimeipenda.